Mambo vipi? It has been a long. It is. Hapa ni Face na mimi ni Prince. Kazi yangu ni kuhakikisha kama nakupa info na update zote za kiburudani. Kama kawa, leo tumesogea mitaa ya Tabata, tunakutana na jamaa ambaye inawezekana kwa sasa hivi ni kati ya wachekeshaji au content creator wanaofanya poa zaidi na ana msemo wake atakufuatilia. Sasa sisi tumeamua kumfuatilia na tuko naye sasa hivi hapa Mr. Mjeda. Huyu hapa msikilize. Bwana inakuaje? Safi kaka. Kama kawa. Bwana tumekufuatilia. Tumefuatiliana. Yes. Bwana, hii inawezekana ni msemo wako ambao umeclick zaidi kuliko misemo mingine ambayo ushawahi kuifanya au ni kitu gani? Cha kwanza mimi namshukuru Mungu kwa sababu neno tutakufuatilia ilikuwa mimi nifanye tu content. Yaani kwa stage mimi kama utakuja kuwa ni msemo ambao kwa kila mtu atautumia. Ilikuwa ni content bwana, 1 2 3 tutakufuatilia. Ndio ikawa hivyo. Ka trend. Yeah, ndio hivyo inavyokuwa kubwa sasa hivi. Kwa namshukuru Mungu pia kwa hicho kitu. Ni kati ya watu ambao au wachekeshaji ambao wamekuwa wakilishambulia jukwaa la Chekatu kwa kipindi kirefu kidogo. Hii platform uliipataje? Na platform ya Chekatu mimi nilikuwa namsindikizaga dada mmoja anaitwa Mfiwa Mbea kwenye show za Chekatu. Kwa sasa tukafika pale kwenye kuandikisha majina ile. Kwani nimeandikisha jina. Sasa mimi nikajua kuandikisha jina kwa ajili ya kuwa kama wale wanaoingia, kumbe ukiandikisha jina ndio unaitwa perform. Sio kuperform, kufanya rehearsal. Nilikuwa naenda mazoezi. Mazoezi. Ndio ikawa hivyo sasa, ikawa imepita hivyo. Umeandika jina. Muda mrefu kidogo kuanzia 2021. Kwa pia kumbe huna muda mrefu kwenye game. Stand up sina muda mrefu sana, hata content hizi. Yaani nimeanzia mimi comedy mimi nimeanza 2021. Anza 2021. Kiacha ile mazoezi yangu. Nilikuwa nafanyaga mazoezi. Ni mambo ya gym trainer, nilikuwa nafundisha mazoezi. Na mazoezi ya gym. Na ndo shughuli zako. Nilishaacha. Nishajipata. Asijajipata, lakini kuna vitu tu naona bwana, familia, unajua tena kishaingia kwenye mambo mengine uweze kufanya. Sema mazoezi kuna one time mmoja waga nafanyaga, kwa hiyo mara moja lakini. Ilikuwaje ukajipa jina la Mr. Mjeda? Jina la Mr. Mjeda walinipa audience. Nilikuwa nimepanda juu ya stage watu wakasema kama Mjeda, ndio hiyo ikawa imepita. Sababu mbavu au yani appearance sijui, kwa sababu mimi jina langu naitwa Simon Gervas. Jina lako la kiserikali kabisa ambalo lipo hadi kwenye vitambulisho vyote vya serikali. Na wewe kaamua kulukana nalo hilo Mr. Mjeda. Hilo sasa utafanyaje? Na ndio limeclick la kutafutia chakula. Tofauti na hilo ulikuwa una jina jingine maybe ulikuwa unafikiria kujiita? Hapana. Sijawahi kufikiria jina jingine. Sasa hivi unapata endorsement baada ya kutrend na nimeona Mama Mawigi pia anatumia ile tutakufuatilia. Hii kwako imekaaje? Hii kwangu imekaa ni poa kwa sababu ukiona mtu anatumia content yako kufanya na yeye content yake, na maana ni kitu tayari na yeye kimemgusa bwana, ni kama ana support kitu kiende mbali zaidi, sababu mimi akifanya content ya kwangu mimi unakuta comment zinakuwa ni nyingi bwana, una copy sio kwa anahatarisha brand yake yeye kunisupport mimi. Support wewe. Yes, kwa hiyo namshukuru Mungu pia wakubwa zangu ndio kama hivyo wanatumia msemo wangu. Kwa hiyo ni kitu kikubwa pia. Mimi naona sioni cha ajabu. Ikitokea sasa yeye akaifanya beta zaidi, akakuzidi hata na wewe, huoni kwamba itakuletea madhara pia? Ndio kashanizidi kwa sababu content zake zimeenda kuliko zangu. Content yako ambaye uliiweka ikapiga views wa kutosha, either Instagram au TikTok ni ipi? Yaani kichekesho kipi kati ya hivi katika hivi ulivyofanya paka katikati? Kama mnakaa wanaume wawili chumba kimoja na tujawahi kuona mkileta mwanamke tutawafuatilia. Hiyo ndio trend sana. Hiyo imegonga sana views. Gonga sana views nyingi. Kwa upande wa TikTok au Instagram? Kote. Ile ndio imecheza zaidi. Cheza sana. Hapo kuna ile ya kama una duka Sinza na jinzi 10 na t-shirt 5. Hapo umepaki gari nje tutakufuatilia. Paki range. Hiyo Insta na 1,500,000. Ile ya vijana wawili na 2,000,000. Na 2,000,000. Views wengi. Hapo kuna ile unakaa nyumbani lakini kila simu ya gharama unainunua. Kuna kazi. Ile na yenyewe na 1,000,000 kama na 200,000 Insta. Na TikTok, yani kote zimetembea. Yes.
Hili ilikaa vipi yani, kwamba ukaona hii mbona kama tutakufuatilia ndio imekuwa nzuri zaidi? Ilikuwa umetizi tu katupia, au ulikuwa umeplani kwamba hii nikiifanya hii inaenda? Tutakufuatilia kwa, ni wazo la muda mrefu. Ni kwa mimi na mshikaji wangu mmoja anaitwa Donkalo, kama unamsikia, kuna dogo mmoja na content zake zinaitwa boda boda Mbeya. Mimi zamani kwa na content zile za toa nje na nunua. Kama una mke ajui mapenzi, mtoe nje na mnunua. Sasa zile content nikawa namuelekeza Donkalo, bwana mimi na content yangu inaitwa toa nje na nunua. Sasa wakati tunapiga story, akaja yeye akasema tutakufuatilia. Yeye mwenyewe jamaa. Nikamwambia oya, mbona kama kitu hiki? Nimemwambia oya mwanangu, tushuti. Lakini kaja tukasema hii ukishuti, tukaja siku moja mimi na Boscoy. Nasema hii ukishuti mmoja ndio inakuwa noma. Tumekaa nao muda mrefu, yeye amekaa kama mwezi, si mwezi na sehemu. Nina wazo tu tutakufuatilia. Hapo content ambayo nimewazaga ni moja. Ile ya Sinza. Kuna duka Sinza hivi, na ndio ilikuwa tumeishaiwazaga hiyo tu, kwa sababu watu wa Sinza wana maduka afu hatuyaelewagi michezo yao. Sasa siku nimekaa ndani sina content, nikamwambia mama mtu, oya hebu ni shoot content hapa. Akaniambia ni mke wako? Sijaoa kwa ndoa, namba naishi naye. Nikawa nimeshuti. Sema naelewa. Nikawa nimeshuti. Unakaa nyumbani una kazi, lakini kila simu ya gharama unainunua. Nikasema hii content ni mbaya. Kwanza nimeshuti ndo ya kwanza, afu sina energy. Nikataka kuifuta, akasema usifute, ni nzuri. Akasema iposti kwa niaba yangu. Nikamwambia ni shoot nyingine. Nikashoot ile kwamba unauza karanga lakini unajenga nyumba ya gharama, tutakufuatilia. Ile content baada ya kuiachia ile, nikaona imeendaenda. Imefika usiku saa 2 ndo nikaipost ile ya kwanza. Ile naamka asubuhi, ile ya kwanza na 400,000. Hii nyingine ambayo nilikubali mimi ina 50,000. Nikasema noma. Sasa nikasema sasa hapa ndo naanza kuzishoot sasa. Content ya 3 iliyofuata ni ile ya kwamba umetajirika ghafla lakini mama yako kijijini anaishi maisha magumu. Tutakufuatilia. Kwa hiyo tutakufuatilia mpaka sasa hivi hapa tupo tunawafuatilia watu. Bado mnawafuatilia? Usifanikiwe kutuzidi vijana, tunatokea mtaa mmoja. Lazima tujiulize mpatapataje? Lazima tukufuatilie. Hapo kufuatilia ni nature ya watu. Na maisha ya watu wapo kwa ajili ya kufuatilia watu. Mtaani hapo unaweza kwa unahoji watu wakubwa. Leo hii umemfanyia interview Diamond ile wenzako, ukafanyeje? Watakufuatilia kama wanavyokufuatilia kabisa. Kwa hiyo mimi na mashabiki zangu tunafuatiliana. Mimi nafuatilia watu, wao wananifuatilia mimi. Kwa hiyo nawapongeza sana kwa sababu ni kitu kikubwa ambacho wamenipa support. Mimi nasema ile ni support. Pia hata Mungu naye katengeneza njia pasipokuwa na nini na njia. Mimi nasemaga kwamba Mungu akikupa kibali hakuna wakupinga, mjomba. Inakuwa imepita hiyo kabisa. Katika wachekeshaji ambao wanafanya maudhui ya mitandaoni, top 3 unaweza ukanipa za chapchap watu 3 tu ambao wanafanya poa na wewe unawaangalia kwa jicho jingine kwamba jamaa wakizidisha speed kidogo wanaweza akanipiga gap? Mimi kusema top 3 hapo, ndugu yangu, hapo naweza nisitaje kwa sababu wapo wengi sana wanaofanya vizuri. Nipe 3. Siwezi kutoa takwimu kwa sababu kila mtu anafanya kwa uzuri wake. Unaweza kumtaja top 3 yako, alafu kuna mtu akafanya vizuri zaidi, kama hii juzi na Konzala kapiga na Mo. Noma, ilikuwa noma, ikawa gumzo. Kwa hiyo yani tunazidiana, yani ni ubunifu tu. Unaweza kuwa na followers 1000 ukapiga kitu kikaondoka vibaya mno. Milioni 10. Lakini tu usema kwamba kuna wale comedian ambao kwamba hawa wako wana ubora ambao kwamba ukifanya kitu kama unahitaji kufanya kazi na fulani unaweza kufanya na nani. Wapo wenye consistency. Kuna kitu kinaitwa consistency, lakini ubora tunazidiana. Leo hii mimi nimekuja na kitu, unaweza ukaniona ni bora, kesho yake akaibuka mwingine huko ukamwona naye bora vile vile. Kwa hiyo kuhitaji takwimu ya comedy ni ngumu. Au unahofia? Hata sio fee. Naweza kuwa unahofia mjelo saja jamaa sijamweke takwaje. Hamna, sio fee. Yaani sio fee. Ila kwenye top 3 wewe upo au haupo? Mimi kwenye top 3. Mimi sipo. Wewe sio mkali.
mimi yani sijijui, sababu mimi sisi wengine tunategemea neema ya Mungu. Wewe unaangalia unaona jinsi ukifanya vitu. Mungu akisema kwamba anakuweka sehemu sawa. Hata awe nani, hata awe switch champion switch nani, anaweza siku ubora wake ukauzima. Kwa hiyo unamshukuru Mungu kwa hatua uliopo, kwamba mimi niko sehemu hii, natakiwa nifanye hivi ili nifanye hivi nifikie hapa. Unafurahia. Yes, unafurahia matokeo pia, unakuwa unaona kumbe ninachokifanya kina watu wanakipenda na watu wanakipenda. Issue nzima ya Cheka2. Cheka2 ni platform kubwa sana. Ni jukwaa ambalo limetoa vijana wengi sana. Tukizungumzia vijana wengi, tunazungumzia generation ya hapa ambao wanafanya maudhui ya kuchekesha aidha mitandaoni au kwenye jukwaa la Cheka2. Juzi kati bwana aliibuka yule mzee wenu akamnanga sana kwa mzungu, akasema kama kuna namna fulani anawanyonya vijana, mnafanya kazi lakini hampati hela, mnaishi maisha fulani ya kufeki. Hii kwako imekaje? Wewe ni mmoja wa vijana wa Koi pia, sio? Mimi kwanza nimefika Cheka2 shao sijamkuta. Kwa mzee mabishano yao mimi na wao siwezi kuyaongelea kwa sababu sijui chochote. Unaweza kukuta mtu kashahidi kunyonywa huko, afu wewe unafika tu kwamba hajanyonywa. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu sijawahi kunyonywa. Wewe kwa upande wako kwa ya kunyonya? Sinyonyi. Kunyonyi. Kwa sababu mimi napata kinachonistahili. Mungu anamwambiaga hata Mungu, Bwana Mungu. Ikifika kwenye show ya Cheka2, pale ambapo watahitajika watu 10 na mimi niwepo kwenye hao 10 watakao perform. Hata wakiwepo kwenye wale watano. Mimi nikiambiwa nitaje hata top 20 ya wasanii wa Cheka2, mimi naweza nisikae mjomba.